Halijaniponyoka hili neno. Sijui unanielewa. Kuna wengine wataelewa sasa, kuna wengine wataelewa baadaye. Kuna msimu unakuja, mtatamani awepo hapa, hata kuwepo hapa. Lakini atakuwa hajatwaliwa na Bwana. Sianze kukemea shindwa. Yaani hilo hakuna kushindwa. Kuna majira na nyakati zitafika. Atakuwa anahitajika sehemu nyingi kuliko unavyofikiria. Kwa hiyo wale ambao watakuwa na nguvu za kumkamata, kumdhamini, atasikia moyo wake aende huko. Nao ni watoto wake. Sianze kukemea taratibu, haitasaidia. Yaani wewe jipange, onyesha thamani kwa kipindi hiki. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Basi leo tena tutakwenda kuyaangalia baadhi ya maandiko. Tusome kwanza Biblia, ili unajua Biblia ndio kama reference zetu, si ndio? Kuna story moja imeandikwa na watu wawili kwenye Biblia. Nitatamani tusome zote hizo mbili. Yaani ni story moja imeandikwa na watu wawili tu. Tusome kutoka katika hizo kona zote mbili, alafu nitapita hapo kwa kuziunganisha. Haleluya. Kwa wale ambao tunaandika au nikipata na msomaji itakuwa ni nzuri sana. Kitabu cha Mathayo sura 15 mstari wa 22 mpaka 28. Alafu mwingine atanisomea Marko sura ya 7 mstari wa 25 mpaka 30. Mathayo sura ya 15 mstari wa 22, maandiko matakatifu yanasema, na tazama mwanamke Mkananayo wa mipaka ile akatokea, akampazia sauti akisema, unirehemu Bwana, mwana wa Daudi, binti yangu amepagawa sana na mapepo. Wala yeye hakumjibu neno. Nao wanafunzi wake wakamwendea, wakamuomba wakisema, mwache aende zake, kwa maana anapiga kelele nyuma yetu. Akajibu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Naye akaja akamsujudia akisema, Bwana unisaidie. Akajibu akasema, si vema kukitwaa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Akasema, ndiyo Bwana, lakini hata mbwa hula makombo yaangukayo mezani kwa bwana zao. Ndipo Yesu akajibu akamwambia, mama, imani yako ni kubwa, na iwe kwako kama utakavyo. Akapona binti yake tangu saa ile. Haleluya. Basi tena mstari mwingine katika kitabu cha Marko sura ya 7 mstari wa 25 mpaka 30. Kitabu cha Marko sura ya 7 mstari wa 25, maandiko matakatifu yanasema, ila mara mwanamke ambaye binti yake yuna pepo mchafu alisikia habari zake, akaja akamwangukia miguuni pake. Na yule mwanamke ni Myunani, kabila yake ni Msilofoinike. Akamwomba amtoe pepo katika binti yake. Akamwambia, waache watoto washibe kwanza, maana si vizuri kukitwaa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Naye akajibu akamwambia, naam Bwana, lakini hata mbwa walio chini ya meza hula makombo ya watoto. Akamwambia, kwa sababu ya neno hilo, enenda zako. Pepo akamtoka binti yake. Akaenda zake nyumbani kwake, akamkuta yule kijana amelazwa kitandani, na yule pepo amekwisha kumtoka. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa kutokana na muda wetu leo, tutakwenda kuangalia, manake hapa kuna sura zaidi ya moja kwenye hii taarifa tuliyopatiwa. Tunamwona Mathayo ambaye alikuwa mtoza ushuru. Haleluya. Yesu katika harakati zake za injili alimchomoa kwenye kulipisha kodi kule. Haleluya. Yeye jamani kule mtaalamu wani. Labda tuseme kwa sasa hivi alikuwa yeye kama ile ofisa TRA. Kaka vizuri hivyo. Ofisa kama TRA mapato hivi. Bwana akamchomoa kule. Haleluya.
Lakini vile vile kuna mtu anaitwa Marko. Alikuwa ni kijana mdogo sana kipindi hicho wakati Yesu anapiga harakati. Lakini naye akaeleza habari alizoziona kipindi ambacho Yesu anahudumu. Sasa kuna taarifa hapa tunaiona moja imewakilishwa na watu wawili. Sasa kuna vitu vichache nataka tuviangalie leo kwa neema ambayo Mungu ametujalia, alafu baadaye tutakwenda kuhitimisha. Cha kwanza tunamwona mwanamke, wamesema Mkananayo, au kwa lugha nyingine mtu wa Kanaani. Alikuwa mzao wa kule, au ana uraia wa kule Kanaani. Haleluya. Huyu mama alienda kwa Yesu. Na kwa nini alienda kwa Yesu? Kwa sababu alijua kabisa shida ambayo binti yangu anapitia, suluhisho pekee linapatikana kwa mwanamume mmoja anaitwa Yesu. Haleluya. Alifuatilia habari za Yesu, alifuatilia kwa umakini sana, alifanya tafiti. Alikusanya taarifa tofauti tofauti kutoka katika vyanzo tofauti tofauti, akajiridhisha moyoni mwake ya kwamba hii shida ambayo binti yangu anapitia, kuna watu wanatatuliwa matatizo yao. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa huyu mama akaja anajipanga kwenda kwa Yesu. Alitambua kabisa kwamba kule ninakokwenda yumkini mimi hapa sina qualification za kupokelewa. Inawezekana alipiga hizo hesabu, lakini asisema still, kutokana na shida ambayo napitia, changamoto ambayo tunapitia, binti yangu kwa mateso anayopitia, mimi kama mzazi siko tayari binti yangu endelee kuteseka wakati natambua suluhisho linapatikana mahali fulani. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa anatoka huyu mama, anaeleza. Cha kwanza Biblia inatuambia akamwangukia Yesu. Kwa lugha nyepesi, yani aliongea kwanza kwa vitendo ya kwamba mimi nimepiga harakati, akili yangu imefika mwisho. Hakuna cha ziada nitakachoweza kukifanya zaidi ya kusalenda kwako Yesu. Haleluya. Baada ya kufanya vile, kuna kitu cha ajabu nataka ukiangalie kidogo pamoja na mimi. Angalia majibu ambayo Yesu anayatoa. Haleluya. Sasa kuna kipande ndio tutakiangalia leo kwa muda ambao Mungu atatujalia. Hello. Tuko pamoja. Amekuja huyu mama, ameanguka kwa Yesu. Kwenye Biblia yako imeandikwa baada ya kuanguka mbele za Yesu, yani akamsii, binti yangu ana pepo. Kulikuwa na ubaya? Hakukuwa na ubaya, si ndio? Ukizingatia ndio harakati ambazo Yesu alikuwa anazipiga msimu ule. Mama kaleta hoja inayoendana na majukumu yake Yesu mbele zake Yesu. Kwenye Biblia yako ndivyo ilivyoandikwa. Lakini angalia Yesu anachokizungumza. Kuna kipande tutakiangalia kwa pamoja kutoka kwenye tafsiri tofauti tofauti. Haleluya. Nimesema hizi story moja imeandikwa na watu wawili, si ndio? Na ijumlisha. Wewe unaweza kukuta kuna neno unalichukua kwenye Mathayo, kuna neno unalichukua kwenye Marko, si ndio? Lakini story ni moja, nataka tuelewane, si ndio watu wa Mungu? Sasa ni Yesu, kuna kipindi wanafunzi wake wakaanza kujisikia kero. Kwa sababu mama anapiga kelele, anataka msaada, alafu Yesu katulia. Yesu anaendelea kuhudumu. Unajua, kuna kipindi mwanzo mwanzilishi wa imani yetu kwa sehemu kama naye alikuwa kakauzu hivi kimtindo. Yaani kwa sababu mtu anapiga kelele, alafu yeye anaendelea tuaje chochote. Bwana, binti yangu kapaka wa pepo, nahitaji msaada.
Yesu anaendelea na mission kama sikii vile. Haleluya. Usisome haraka haraka, isome kwenye uhalisia. Mama akasema no, huyu bwana mimi na uhakika naye, ninajua yeye ndo suluhisho pekee la changamoto ya binti yangu, sitamwachilia. Lakini Yesu stili kakaso. Alafu baadaye wanafunzi wanamshauri, bwana mwalimu wewe, usikii kipande anachopiga hii clip na display mama usikii. Uone kama kile mwache ili aende. Yaani kwa lugha nyingine, tatua changamoto yake ili atembee zake tuendelee na mission zetu. Yesu anajibu nini? Sikuja ila kwa kono. Aliyopotea. Yaani anamuonyesha, anawajibu kama ndivyo sivyo. Ukiangalia kwa utulivu unaona kwamba kama anawakata kimtindo hivi. Sikuja ila kwa kondoo. Yaani ina maana this is, yaani iko nje ya biashara yangu. Sijui Kiswahili, unajua mimi Kiswahili changu cha Kiebrania, mtanivumilia jamani. Anaona yaani hii sio show zangu hizi hapa. Lakini sio wakati huo anatoa watu mapepo. Na yule mama kaja hakuja kuomba dosi nyingine, anataka binti yake naye awe miongoni mwa watakaotolewa pepo. Sio kama nimeeleweka hapo. Lakini Yesu kakaza anaendelea na kuhudumia watu wake alioitiwa. Alafu wanafunzi washapata kero fulani, wanamwamsha, bwana mkubwa wewe, noma. Sio sawa. Mama angalia sana.